Kwa hiyo leo nataka nizungumze maneno magumu sana na makubwa sana ambayo natamani masikio yako yasikie, dunia isikie na ulimwengu usikie. Yamkini kikakusaidia na kitakusaidia kwa ukubwa sana, kwa sababu dunia mahali inakoenda sasa hivi ni mahala pabaya sana. Amen. Sio, nasikia vizuri? Ulimwengu mahali unakoelekea ni mahala pabaya sana. Tumefikia nyakati ambazo ni mbaya na hatari sana kwenye maisha yetu. Na mimi wengi huwezi ukaelewa kile ambacho nakizungumza sasa hivi. Hello? Maneno haya ambayo ninayasema sasa hivi yamkini usiyaelewe. Kwa namna ambavyo leo dunia inatafutwa ili kanisa la Mungu lipate kuondoka. Naomba uelewe hiki kitu, tupo kwenye wakati wa unyakuo. Sema unyakuo. Tupo kwenye wakati wa unyakuo. Elewa kabisa. Wewe ambaye unasubiria unyakuo ujao, amen. Usiusubirie kwa kujisahau kufanya mambo yako, amen. Tupo kwenye nyakati za nini? Za unyakuo. Kanisa ndo linaondoka hivyo, amen. Elewa ya maneno ambayo nakwambia. Nimekuambia japo nitakwambia ni maneno magumu, ila ya bebe hivyo. Kanisa ndo linaondoka hivyo. Hello? Kwa sababu ili shetani atawale ulimwengu wote, inapaswa kanisa kwanza lifanyeje? Liondoke. Kama kanisa halitaondoka, maana yake shetani hawezi akautawala ulimwengu. Amen. Sio, sikia vizuri? Kama kanisa litabaki na wanenaji wa lugha, amen, waombolezaji wanaolia mbele za Bwana, maana yake shetani hawezi akaumiliki ulimwengu. Hawezi akautawala ulimwengu. Sasa ili shetani autawale ulimwengu, cha kwanza inatakiwa wanenaji wa lugha waondoke. Amen. Kanisa sio jengo. Kanisa sio jengo. Amen. Kuna watu wamekuja hapa, unaona hii tumo kwenye hii nyumba hii, wanawaza labda hili ndio kanisa. Hili sio kanisa. Hello? Kanisa ni mtu. Sema kanisa ni mtu. Tupo kwenye nyakati ambazo kanisa linaondolewa kwenye maisha ya wanadamu. Baada ya hapo, litakapofanikiwa kanisa kuondoka, mpinga Kristo atakuja duniani au tawale ulimwengu. Hadi sasa hivi mpinga Kristo anatengeneza njia zake, amen. Anatengeneza namna ambavyo ataitawala dunia hii. Anatengeneza namna ambavyo ataiongoza hii dunia. Hii atakapofanikiwa kukamata dunia, amen, kukamata ulimwengu, aweke tawala zake, aweke miliki zake ili awatawale wanadamu. Lengo ni kuvuruga mpango wa Mungu, kuvuruga ajenda ya Mungu duniani. Yohana alipoonyeshwa maono, amina, kwa habari ya unyakuo, alisema aliona watu maelfu kwa maelfu. Amen. Maelfu kwa nini? Kwa maelfu, wakimlaki mwana kondoo wa nani? Mwana kondoo wa Mungu. Aliwaona watu maelfu kwa nini? Kwa maelfu. Kwa shetani kazi yake ni kushindana na maelfu kwa nini? Kwa maelfu. Lengo lake ni kutaka kuiharibu ile ajenda ya Mungu ya unyakuo ya watu maelfu kwa maelfu. Shetani hataki maelfu kwa maelfu waende kwa nani? Waende kwa Mungu. Amen. Amejaribu namna ya kuliondoa kanisa, hadi sasa hivi ameshindwa, kwa sababu kuna watu bado wanaomba, kuna watu bado wanafunga, kuna watu bado wanaomboleza, kuna watu bado wanamlilia Mungu. Kwa hicho kimemshinda shetani kuingia kwenye ulimwengu akautawala wote, akaumiliki wote. Hello? Akaumiliki wote. Kwa hicho ndicho ambacho kimemzuia, lakini mpango wake mkubwa ni kumiliki ulimwengu, kwa sababu anaitwa Mungu wa dunia. Amen. Mtawala wa ulimwengu. Manake lazima neno hilo litatimia tu. Lazima ataitawala dunia tu. Amen. Lazima ataimiliki dunia tu. Sasa ili aimiliki dunia, lazima kanisa kwanza liondoke. Sio, nisikie vizuri? Kama umekaa na ukafuatilia makanisa leo, yamekuwa ni makanisa ambayo yanaanguka. Amen. Vurugu nyingi makanisani, kutokuelewana, yani mambo mengi yanatokea kanisani ambayo ukiangalia fujo zote hizo, lengo ni unyakuo wa kanisa na mpinga Kristo aingie kwenye maisha ya watu. Kwa unaona vurugu, mambo yasiyoeleweka. Hello? Vitu ambavyo havieleweki. Mnabaki mnawaza, mbona hivi vitu? Nisikilize, tupo kwenye nyakati za unyakuo. Sio, nasikia vizuri? Tupo kwenye nyakati, Biblia inasema watalitafuta neno la Mungu. Kwa nini?
Kwa gharama nyakati hizo. Yaani watu watatoa gharama zao ili kulipata neno la nani? Neno la Mungu. Maana yake vurugu kama hizo zikitokea, mavurugu, maugomvi, maana yake kinachotafutwa ni mpinga Kristo kuingia ili neno la Mungu liwe kwa uchache kwenye masikio ya watu, kwenye maisha ya watu, ili watu waanze kulitafuta neno. Kwa nini? Neno kwa gharama. Hello? Unaitafutaje neno kwa gharama? Unakaa mtandaoni, unaanza kufuatilia neno kwa njia nini? Kwa njia ya mtandao. Maana yake unalipa gharama, unatoa bando. Amen. Unatoa bando lako, maana yake lile bando ambalo unaliweka ni gharama ya kulitafuta neno la nani? Neno la Mungu. Nyakati kama hizi neno la Mungu litapungua, neno la Mungu litakuwa chache. Amen. Lile neno la Mungu ambalo linahubiriwa kwa mapana na kwa ukweli na kwa haki litapungua kwenye masikio ya watu. Hello? Utakuwa unashangaa unapokea neno ambalo ukiangalia halikujengi kukupeleka mahali ambako unataka, halikuingizi kwenye ufalme ambao unataka. Hello? Neno ambalo likija kwako unakuwa na mashaka nalo ndani yako, unakuwa na wasiwasi nalo ndani yako. Amen. Sio, nasikia vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanisa linataka kuondolewa. Kwa neno linapungua ndani ya watu. Neno linapungua ndani ya watu. Na Biblia inasema nyakati hizo watu watakuwa na shauku na kiu ya neno la Mungu sana. Yaani utakuwa na shauku na kiu ya neno la nani? Neno la Mungu sana. Lakini shauku yao na kiu yao haitapata neno la Mungu ndani yao kutuliza ile shauku. Amen. Kwa wakati huu ambao ninakuhubiria, ninaongea na wewe, naomba utege masikio yako vizuri. Hello? Ukae hapo kwa kutulia. Sema nikae kwa kutulia. Sema tena nikae kwa kutulia. Nikae kwa kutulia. Kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema fire. Fire. Hello? Kuna vitu ambavyo vimeachiliwa kwenye dunia yetu ya leo. Hello? Roho Mtakatifu usiku wa kuamkia jana amenionyesha vitu vya ajabu sana. Kuamkia ni jana. Kanionyesha vitu vya ajabu sana kwa habari ya mpinga Kristo ambavyo anataka kuasisi mbegu zake za uharibifu kwenye mioyo ya watu, kwenye damu za watu, kwenye seli za watu, ili aharibu kabisa ule utu wa nini? Ule utu wa Mungu ndani ya watu. Yaani wewe hapo umekali hicho kiti, elewe hiki kitu. Unapoona unapenda ibada, sema ibada. Yaani unapenda kusali, maana yake kuna mbegu iko ndani yako inakuongoza. Amen. Yaani kuna mbegu ambayo inakupa huo uamsho. Kuna mbegu ambayo inakupa huo moto huo wa kupenda ibada. Yaani siku za Jumapili wewe utamani kukosa ibada. Unatamani yaani uwe kiti cha mbele kuhudhuria ibada. Maana yake kuna mbegu imepandwa ndani yako. Amen. Hiyo mbegu ndio inakupa uamsho huo uliopo nao. Sio, nasikia vizuri. Kwa hiyo adui ili naye apate nafasi kwenye maisha ya mtu lazima apande mbegu ya ubaya ndani yake. Hello? Ile mbegu ambayo itakausha chemichemi ya neno la Mungu. Itakausha kila kitu ndani ya mtu. Maanake mtu huyo asiwe na ile hamu ya kulisikiliza neno la Mungu. Asiwe yani na shauku ndani yake. Yaani wewe ukijisikia hivyo anza kuomba mapema. Hello? Yaani ukijisikia wewe neno likihubiriwa unahisi hasira, unatamani yani kama uondoke, utaki kusikiliza neno, anza kujitafakari mara mbili. Adui anatafuta kuingiza mbegu mbaya ndani yako. Ile mbegu ikiingia ndani yako itazaa madhara makubwa sana juu yako. Amen. Itazaa mwisho mbaya sana kwenye nini? Kwenye maisha yako. Kwa ukiwa hapo mwambie Mungu, nakataa kuwa mbegu ya shetani, nakataa kuwa mbegu ya ibilisi, nakataa kuwa mimi ni mtu nitakayelikana neno lako, nakataa kuwa mtu ambaye nitatembea kwenye njia zisizokupendeza, nakataa. Ukiwa umekaa hapo na kilu namwambia Mungu, mimi sitaongozwa na mashetani, sitaongozwa na mapepo, sitaongozwa na uchawi, sitaongozwa na ushirikina, nakataa. Mimi sitakuwa mmilikiwa wa shetani, sitamilikiwa na nguvu za giza. Nakataa kwa chini ya utawala wa giza, nakataa kwa chini ya utawala wa wachawi, nakataa kwa chini ya utawala wa giza, nakataa. Hello? Unamwambia Mungu, mimi si asili ya mashetani. Hello? Mimi si asili ya giza, nakataa kuwa wagizani. Nakataa kuwa wagizani. Hello? Unapokuwa akili hivyo, Biblia inasema mpingeni shetani na hata wakimbia. Mkaribieni Mungu ndivyo atafanyaje? Ndivyo atakawakaribia. Maana unavyokuwa akili hivyo, maana yake ni ishara ya kumkataa shetani kwenye maisha yako. Unakataa giza, unakataa mambo ya giza sitawale maisha yako. Amina kubwa. Sema fire tena. Sema fire tena. Sema ushindi fire. Kwa hiyo penda Mungu sana kuliko kitu chochote. Kwa nyakati ambazo tupo nazo leo, penda ibada sana kuliko kitu chochote. Hello? Hello? Utakapokufa, sema amina, matendo yako yatambatana na roho yako.
Matendo hayatafuata mwili kwenye kaburi na kwenye ardhi utakayowekwa. Matendo yako hayatafuata mwili unapokuwa umewekwa chini ya nini? Ya ardhi. Matendo yako yatafuata roho mahali itakakofanyeje? Itakakoenda. Sio, nisikie vizuri. Kwa wakati huu ambao unasikia sauti hii, jaribu kutengeneza na Mungu vizuri. Jaribu kuweka vizuri na Mungu. Jaribu kutengeneza vizuri. Jaribu kuweka vizuri na Mungu. Yamkini maneno haya ambayo ninakuhubiria leo ndio yakaja kuwa ni kitanzi na hukumu mbele yako. Sio, nisikie vizuri. Kwa sababu kwa masikio umesikia. Sio, nisikie vizuri. Umesikia kile ambacho kinanenwa sasa hivi. Waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema. Biblia inasema, watoto ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Na kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Sio maneno yangu. Amen. Sio maneno yangu. Biblia inasema watoto nini? Neno la Mungu. Watoto, jueni ya kwamba yuaja mpinga Kristo duniani. Sio, nasikia vizuri. Yuaja mpinga Kristo wapi? Duniani. Anakuja, Biblia inasema kwa sababu tupo nyakati za nini? Za mwisho. Kwa matokeo ya mpinga Kristo ni kwa sababu ya nyakati za nini? Za mwisho. Na Biblia inasema na tayari ameshakwisha kufanyaje? Kuwapo. Mpinga Kristo tayari ameshakwisha kuwapo. Nake tupo kwenye dunia ambayo tayari kuna utawala wa giza unaendelea. Kuna umiliki wa giza unaendelea. Kuna nguvu za giza zinazoendelea kumiliki dunia. Biblia inasema enyi watoto, jueni ya kwamba yuaja mpinga Kristo. Yesu anawaambia yuaja mpinga Kristo. Alafu anamaliza anasema na tayari ameshakwisha kuweko. Manake si kuja tu mkae mkisubiri kwamba tumeshaambiwa kuna mpinga Kristo anakuja. Elewa kabisa kwamba tayari mpinga Kristo ameshakwisha kuwepo. Maana kama ameshakwisha kuwepo tayari ameshaanza kufanya kazi duniani. Ameshaanza kutawala ulimwengu. Ameshaanza kutawala wanadamu. Ameshaanza kuwekeza mambo yake kwenye ulimwengu. Lengo lake ni kumiliki ulimwengu, kuimiliki dunia, kuweka majeshi yake ndani ya dunia hii. Tunapozungumzia mpinga Kristo, mpinga nani? Mpinga Kristo. Mpinga Kristo manake ni utawala wa giza. Utawala huo unaongozwa na Shetani. Unaongozwa na falme za giza ambaye mkuu wao ni Lucifer, ambaye yeye ndio mwasisi wa mpinga Kristo na nabii wa uongo duniani. Lengo lake ni kuitawala dunia. Lengo lake ni kuikamata dunia. Anapofanikiwa kuikamata dunia, maana yake anaharibu mipango ya Mungu duniani. Anaharibu uwezaji wa Mungu duniani. Sema ewe mpinga Kristo. Sema ewe mpinga Kristo. Uliachiliwa ulimwenguni. Sema hautafanikiwa kwenye maisha yangu. Hautafanikiwa juu ya roho yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa mpinga Kristo ama nabii wa uongo anafanya kazi kwa namna hii. Ameshaachiliwa duniani. Ameshajizilisha duniani. Kwa anafanya kazi kwa staili ipi? Nisikilize. Anafanya kazi kwa namna hii. Anatengeneza vitu. Sema kutengeneza vitu. Anatengeneza vitu ambavyo wanadamu watavifuata. Na kuanza kuvitumikia. Wataanza kuvitumikia. Manake wanapovitumikia vitu vile, manake wanaondoka kwenye utawala wa Mungu, wanaanza kwenye utawala wa giza. Wanaanza kutumikia giza pasipo kujua. Wanaanza kutumikia mashetani pasipo kujua.
Wengi tunamtumikia Lucifer leo pasipo kujua. Tunatumikia mashetani pasipo kujua. Ili tumtumikie shetani lazima aweke utawala wake. Amen. Aweke vitu vyake duniani, aweke mambo yake duniani. Wanaanza kuzalisha vitu, maana vile vitu wanavyovizalisha, lengo ya kuzalisha vile vitu ni kumwingiza mpinga Kristo duniani, kumwingiza mpinga Kristo kwa wanadamu. Hello? Kwa wanapotengeneza vile vitu ama wanapozalisha vile vitu vinazalishwa ili mpinga Kristo avitumie vile vitu kukamata watu, kuongoza maisha ya watu, kutawala maisha ya watu. Sema nakataa kutawaliwa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kutawaliwa kwa jina la Yesu. Nakataa kutawaliwa kwa jina la Yesu. Manake wanapokuwa wanatengeneza kitu wanakuwa na suluhisho la kile kitu. Amen. Wakitengeneza ugonjwa leo, wakatengeneza ugonjwa duniani. Manake ugonjwa ukitengenezwa unakuwa tayari una majibu ya ule ugonjwa. Amen. Yaani wanatengeneza jambo kabisa, unajua tukilitengeneza hili jambo litamkamata mwanadamu. Linamkamataje? Tunakuja na majibu ya hilo ugonjwa kwa ajili ya huyo mtu, ili huyo mtu atusikilize, aanze kufanya mambo yetu, aanze kututumikia sisi, aanze kutufata sisi, aanze kuwa chini ya utawala wetu, aanze kuwa chini ya miliki zetu. Kumbuka kama kile kipindi ambacho nadhani ilikuwa ni 2019 kama sikosei, wakati ule ambao corona iliachiliwa duniani. Amen. Wakati ule ambao corona iliachiliwa nini? Iliachiliwa duniani. Tunaona corona imeachiliwa duniani. Baada ya kuachiliwa duniani corona, ile ulikuwa ni mpango wa shetani. Amen. Mpango wa Lucifer kukamata maisha nini? Maisha, yani lengo la shetani ni kumkamata mtu, kumshikilia mtu ili awe miliki yake. Hello? Ili aingie kwenye upotevu pamoja na yeye. Tunakumbuka kipindi kile corona iliachiliwa duniani. Baada ya kuachiliwa corona duniani, tunaona wameachilia corona duniani, wanakuja na matokeo ya namna ya kuidhibiti nini? Kuidhibiti corona. Wanakwambia nawa kwa sijui kwa sabuni, sijui jipake sijui sanitizer, jipake hiyo. Hello? Ukifanya hivyo utaikimbia nini? Utaikimbia corona. Maana tunaona wanazalisha vile vitu, lengo la kuvizalisha vile vitu ili watu waamini kupitia sanitizer pamoja na sabuni tunaikimbia nini? Tunaikimbia corona. Maana akili za watu wengi zikakamatwa kwa namna hiyo. Wakaelekeza mawazo yao kwenye lile jwala, wakaelekeza akili zao kwenye kile kitu. Lengo ni mpinga Kristo kuingia kwenye mioyo ya watu ili awaaminishe kwamba ili utoke kwenye ile gonjwa lazima unawe kwa sabuni. Amen. Manake ukinawa kwa sabuni ugonjwa huo haukupati. Amen. Ugonjwa huo haukai, manake wanakuondoa kwenye kumtumainia Mungu, wanakuondoa katika kumtafuta Mungu. Hello? Juu ya swala ambalo wao wanakuwa wamelitengeneza. Naamini wote tulikuwepo hapa tumenawa kwa sabuni. Amen. Nyakati hizo watu tulinawa kwa sabuni. Nyakati hizo watu tulivaa barakoa. Nyakati hizo si mpango wa Yesu wewe kuvaa barakoa. Amen. Si mpango wa Yesu wewe kunawa kwa sabuni ambazo wao wanakuwa wamezitengeneza. Ni mashetani wanabuni hicho kitu. Lengo ni kukamata ushawishi wa ufahamu na moyo wako ili ufate kile ambacho wao wanataka, na ukikifuata maana yake unakuwa chini yao, utafuata maelekezo yao kwa sababu wao ndo wanaokutawala. Sema nakataa kutawaliwa kwa jina la Yesu. Nisikilize vizuri. Leo nataka nimpige mpinga Kristo kwenye ile kanisa kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Hata pata mpenyo, hata kuwa na nafasi kwenye kanisa hili kwa jina la Yesu. Watu wakanawa. Amen. Wakavaa barakoa. Halikuwa agizo la Yesu kutoka mbinguni, ama haikusikika sauti ya mhubiri nasema vaeni barakoa. Ni maagizo ya Mungu. Mungu amesema mjikinge na corona. Vaeni naweni mikono, ni maagizo ya Yesu, amesema mjikinge na nini? Mjikinge na corona. Tunaona ni mawazo na akili za watu tu wameleta. Ili mshinde corona lazima mjifunze kunawa, mjifunze kunawa. Sasa wewe unafuata maagizo ya Yesu ama unafuata maagizo ya watu? Manake ayo walioleta maagizo hao ndio waliotengeneza huo mpango. Wameusuka huo mpango ili wayakamate maisha yako, ili wayatawale maisha yako, ili mpinga Kristo awe na nafasi ndani ya mwili wako. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kwa wamekuwa wanatengeneza vitu, wakivitengeneza vile vitu vinakuja na majibu kabisa moja kwa moja. Amen. Vinapokuja na majibu moja kwa moja, majibu yao ili ya kuaminishe wewe uwafate wao. Hello? Majibu ya kishetani ambayo wanakuwa wameyaleta, lengo la yale majibu ni kukuaminisha wewe ili uwafate wao. Na ukiwafuata wao manake wanakukamata, wanaanza kukuongoza wewe. Manake wanakuondolea chapa ya Roho Mtakatifu.
Amen. Wanakuingizia chapa za kishetani, chapa za mafilimasonale, chapa za Illuminati, wanaziingiza juu yako. Unakuwa ni mmilikiwa ndani ya zile chapa. Unakuwa unatembea na chapa za kuzimu pasipo kujua. Kila unakoenda watembea na chapa za kuzimu pasipo kujua, kwa sababu wametengeneza kitu alafu wakaweka majibu ndani ya kile kitu. Kwa yale majibu ni kukuaminisha wewe hapo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Na ndivyo mpinga Kristo anafanya hivyo. Anatengeneza sababu ya kitu fulani, anainua ugonjwa kwenye dunia. Akiinua ule ugonjwa, anatengeneza na matokeo ya majibu ya ule ugonjwa. Hello. Watu mnakuwa mnaamini kabisa, mnajua mimi nikipata ugonjwa fulani natakiwa nifanye hiki kitu. Nikifanya hiki kitu ninakuwa salama, ninaishi. Manake sasa usimtegemee Mungu aliye hai. Amen. Usimtegemee aliyekuumba, uanze kutegemea mawazo ya watu ambayo yale mawazo yamebeba roho ya mpinga Kristo duniani, yamebeba roho ya nabii wa uongo duniani. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Dunia imekuwa hivyo, giza limetawala kwa namna hiyo. Wanatengeneza sababu, wanatoa na matokeo ya sababu, ili matokeo yale ya kuaminishe wewe kuendelea kuwa nao. Hello. Kuendelea kuwafuata, kuendelea kuambatana nao, ili lengo lake ni kuua nguvu ya Mungu ndani yako, kuua uaminifu wa Mungu ndani yako. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Manake kama watakiinua kile kitu, utaanza kusikiliza ni nini nifanye, hello, ili nitoke kwenye hiki kitu. Wanakuletea sababu, wanakuambia unatakiwa ufanye 1, 2, 3, jambo hili halitakupata. Utakuwa salama wewe, hautakufa wewe, utaishi wewe. Kwa wakifanya hivyo, unaanza kuishi kwa kutegemea hicho kitu, Bila hicho kitu huwezi ukaishi. Hello. Bila hilo swala hauwezi ukaenda. Ile ni njama ya mpinga Kristo ndani ya mioyo ya watu. Ni njama ya shetani kukamata roho za watu. Ni njama ya giza kutawala maisha ya watu. Sio sikia vizuri. Manake unaondolewa ile kumwamini nani? Kumwamini Mungu tena. Hautaenda kuuliza kwa Mungu tena kwamba hivi kuna korona imetokea 2019, nafanyaje ili korona isianase maisha yangu. Hello. Hutakuwa na huo muda wa kumuuliza Mungu, utakuwa na muda tu wa kunawa sabuni. Kunawa tu sabuni muda wote unanawa sabuni tu. Unanawa sabuni. Wewe tayari wamesha kukamata akili. Tayari wameshaingiza utawala wake ndani yao. Utawala wao unaanza kukamata maisha yako. Sema kila utawala wa mpinga Kristo. Sema kila utawala wa giza ninaua leo kwa jina la Yesu. Biblia inasema yuaja mkuu wa ulimwengu. Sasa sikia vizuri. Alafu Biblia inasema ameshazilishwa tayari. Ameshatokea tayari. Yupo hata sasa tayari. Hasa ili tujue yupo kwenye ulimwengu, anatengeneza visababu vya kukamata mioyo ya watu, visababu vya kukamata maisha ya watu. Anaanza kuzalisha baadhi ya mitandao ya kijamii, baadhi ya mambo fulani, ili watu watumainie kule, watu waegemee kule, watu wasikilize kule, ili apate matokeo fulani. Anatafuta namna ya kutafuta ili ajue, asijue ya kwamba namna hiyo anajiconnect kwenye madhabahu za mpinga Kristo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nataka nikuchomoe huko. Kanisa liko mwishoni, elewa. Tupo dakika za mwisho. Tupo kwenye masaa ya jioni. Haya ni masaa ya jioni. Hello. Ni sawa na neno la Mungu linasema mwenye shamba akatoka asubuhi, akatafuta walimaji. Hello. Akawapata asubuhi. Biblia inasema tena alipotoka saa 5 akapata wa saa 5, alipotoka wa saa 7 akapata wa saa 7. Alafu baada Biblia inasema akapata wale wa majira ya nini? Majira ya jioni. Nyakati za saa 11 akawapata wale wa saa 11, akawaajiri wote kwenye nini? Kwenye shamba. Biblia inasema watu wa jioni. Amen. Akawapata watu wa nini? Manake dunia sasa hivi iko jioni. Sio sikia vizuri. Wewe unaisubiria dunia eti kwamba dunia sasa hivi ndio imechomoza. Nisikilize, umeshazama tayari. Hello. Yaani umeshazama tayari. Tayari tuko mwishoni. Kwa usipokuwa makini utapotea. Kuna mambo yatatokea kwenye maisha yako, utabaki kuwaza sasa inakuwaje? Hello. Miunganiko ya nchi na nchi, miunganiko ya mataifa, wanaungana. Lengo la kuungana ni njia ya mpinga Kristo. Amen. Kuingiza utawala wake duniani. Wanaanzisha jambo. Tunaona vita ya kwanza ya dunia ilianzishwa. Amen. Baada ya kuanzishwa vita ya kwanza ya dunia, wamepigana, wakaona wameua watu wengi sana. Baada ya kuua watu wengi, Biblia inasema baada ya kuua watu wengi sana, wakatengeneza umoja wa kushauri ili ile vita ife. Sasa sikia vizuri. Ili umoja ule ufe, zikaungana nchi
zikaungana nchi, zikaungana. Maana yake walitengeneza sababu kwamba tutafute namna ya kuungana ili tupate nafasi ya kuingiza roho ya uharibifu ndani ya hawa watu. Vita ya pili vile vile tunaona inazaliwa tena muunganiko wa mataifa mengine kupitia vita ya pili. Leo tunaona vita ya nani, ya hawa wenzetu hawa nani wa Israeli. Israeli inapigana na nini? Inapigana na Gaza. Kwa Kiswahili kizuri Gaza inaitwaje? Iraki, si ndio hivyo? Israeli inapigana na nini? Na Iraki. Leo tunaona baada ya mapigano haya zinaanza kuinuka baadhi ya nchi kuleta namna ya ushauri ili hawa watu wapatane. Manake hapo kuna kitu kinataka kizalishwe kwenye dunia. Kuna kitu wanatengeneza tatizo. Wakitengeneza tatizo alafu wanatafuta namna ya kutengeneza njia ya kuweka hawa wawe wamoja ili wazalishe kitu chao, ili wazalishe mambo yao, ili waingize mambo yao. So nasikia vizuri. Vita ya kwanza ya dunia baada ya kupiganwa, walipopigana tunaona kinatengenezwa kitu kinaitwa nuclear. Sema nuclear. Manake ile vita ya kwanza ilikuwa ni mpango wa kuingiza nuclear duniani. So nasikia vizuri. Ile vita ya kwanza ilikuwa ni mpango wa kuingiza nuclear duniani. Ili nuclear ije duniani lazima itengenezwe sababu. Litengenezwe jambo ambalo ile jambo litasababisha hii nuclear ije duniani. Baada ya nuclear kuja duniani, watu wakaipitisha kwamba iwe silaha kwa ajili ya mapigano, iwe silaha kwa ajili ya vita. Imezalishwaje? Vita ya kwanza ya dunia. Yani linatengenezwa jambo alafu inaletwa solution. Amen. Kwamba tufanye hivi na hivi na hivi, tutaingiza kitu chetu, kitu fulani. Tunaingiza nini? Tunaingiza nuclear. Ili nuclear ingie lazima tutengeneze vita ya kwanza ya dunia. Sasa sikia vizuri. Mrusi akaanza kutengeneza nini? Bomu la nuclear. Analitengeneza bomu la nuclear kwa sababu ya vita ya kwanza ya dunia imepigwa. Ili vita hii tuingize kitu chetu, lazima tutengeneze hii sababu ya vita. Kwa kuna mambo yanaendelea sasa hivi duniani ambayo wewe unaangalia unachukulia kama ni jambo la kawaida. Nisikilize, ni wakati mbaya sana usipokuwa makini. Amen. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema nakataa kuwa ndani ya mipango yao. 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 Sema nakataa kuwa ndani ya mipango yao katika jina la Yesu.